Ana mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration bwana. Sasa ile site yetu ya Kinyerezi Mbuyuni kwa sasa hivi naweza kusema deal done kwenye sekta ya kujenga, kwenye sekta ya madirisha nimeweka, kwenye sekta ya kupaua. Umeona bwana hizi ni apartment ambazo nimeanza nazo mimi, lakini before hapo kulikuwa kuna nyumba tuliivunja hapa. Nyumba ilikuwa haipo kwenye ubora na viwango, tukaivunja, nikaotesha hichi kitu ambacho unachokiona pamoja na kile pale. Kwa sasa hivi mimi na tajiri yangu tumekubaliana tufanye finishing ya hii ambayo unayoiona, na mpaka sasa hivi nimesha gonga kench, nimeshajenga tofali zangu. Kuna video ya before hapo ikiwa tunaanza kujenga hizo double cozi za juu. Umeona bwana, kwa sasa hivi nishamaliza na hapo tushafanya installation mpaka ya bati. Umeona bwana Lakini kimsingi ni kwamba mara nyingi naanzaga kutoa information za ndani alafu nitapanda juu. Kwa hiyo usikatishe hii video katikati. Nitapanda juu, lengo na zumuni ujionee nilichokifanya juu na wewe upate cha kujifunza kutokana na nyumba hizi za hidden. Kwamba kwanza kimsingi ni kwamba hizi ni nyumba zina partition mbili. Ni nyumba moja lakini zinabeba familia mbili. Kwa kilichokuepo hapa na kule ni the same, ni hivyo hivyo. Kwa tukianzia hapa, hii ni sehemu ya baraza na hapa pia kuna baraza, kwamba kila mtu anapita mlango wake. Umeona bwana, magrili ndo kama hayo unayoyaona. Hii ni sitting room yetu, alafu hapa hivi kuna jiko, hapa kuna corridor ambapo kuna choo kile pale, alafu hiki ni chumba cha kulala. Kwa hiyo ni sitting room, chumba cha kulala, public toilet kubwa, umeona alafu na jiko hilo hapo. Kama ambavyo nilivyoeleza kwamba sasa hivi tunavyozungumza nipo ndani. Umeona bwana nipo ndani. Umeona bwana, kwa hiyo tumpe congratulations zake, ameweza. Na huku nako ni hivyo hivyo. Huku nako ni the same. Umeona bwana Sasa nataka nipande juu, nikupe information kuhusiana na hizi nyumba, namna ambavyo tunavyotakiwa kuzifanya. Sio mnafanya tu mafundi wenzangu. Tunavyotakiwa kuzifanya. Kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike, umeona namna gani ambavyo unapaswa kufuata ile mifumo yote, strategy zote. Umeona hizi nyumba zina miko yake, zina principles zake, zina watu wake. Ukizikosea maana yake umefeli. Sasa kwanza hii ni slab ambayo napita hapa juu, alafu naenda sasa kwenye paa langu ama kwenye finishing ya paa langu. Jamani mafundi wenzangu, matajiri ambao mnavujua kila siku na nyumba zenu. Umeona hii? Umeona hii? Bati hatuchimbii, bati tunasimamisha. Umeona slope hii? Hiki ndo kitu ambacho kila siku huwa nalia na watu, kila siku huwa nazungumza na wadau wangu kuhusiana na slope kali. Hii slope huwezi kuipata kama utakuwa umejenga tofali zake kabisa. Kwa hiyo kabla ya kutafuta hii slope, kwa maana hii height, jenga kozi zako mbili, alafu piga kenchi yako. Ukishapiga kenchi yako sasa ndio unakuja kujenga tofali za kuziba ile kenchi, alafu baada ya hapo ndio unakuja kuweka nini? Bati. Kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu ukija kuweka bati before ya kujenga hizi kozi za kuzuia kenchi, utakuwa umezichafua sana hizi bati. Umeona bati zipo clear kabisa kwa sababu tulijenga kwanza. Umeona bwana tumemaliza kujenga, tumekuja kufanya installation ya bati. Lakini kipindi hicho kenchi yetu inakuwa iko tayari. Na bati hata siku moja usikutane na fundi akakwambia bati uchimbie ukutani. Bati usichimbie ukutani. Bati iweke kama ambavyo nilivyoiweka mimi. Yaani hapa bila finishing hii nyumba haiwezi kuvuja. Kwa sababu tumeshai block sehemu zote, maji yakifika yanadunda yanawahi. Kwanza yanawahi kuondoka. Hapa kuna mvua kubwa limenyesha. Limenyesha mvua moja kubwa sana. Na ili uamini, angalia maji yale. Umeona maji yale? Limenyesha bonge moja la mvua, yani mida hii. Umeona bwana, lakini hakuna, umeona maji yaliokuwepo, umeona? Umeona maji yaliobakia? Yani maji hapa yanaondoka, yakai yani. Yaani unakutana na vitone tu kama hivi, lakini maji hayakai hata kidogo, yanatembea. Na hii ndio maana nasema kila siku unatakiwa ufanye slope iwe kali. Alafu huku umeona kwenye finishing huku hatuweki dongo huku. Umeona jamani, huku hatuweki udongo. Hatujazi tope huku la simenti. Bati linaoza.
kinachofanyika baada ya kupiga plaster. Huku kuna finishing ya plaster ambayo itakuja, na kule pembeni nako kuna finishing ya plaster. Umeona alafu tunaweka sheet cover. Sheet cover inakuja ina cover kote hapa kwa upande wa juu. Upande wa huku ukipiga tu plaster mpaka kwenye usawa wa ile bati yako pale inatosha. Yani unapiga plaster mpaka humu. Umeona? Unapiga plaster mpaka humu. Ukipiga plaster mpaka humu inatosha, kwa maana maji hayawezi yakaingia humu. Maji yanayokuja kwanza huku maji hayawezi kuja kabisa kwa sababu kuna hii kepu. Umeona hapa kuna uvungu mrefu tu. Unaona kidole changu hichi kimeingia mpaka hapa. Kwa hiyo uvungu hauwezi kupitisha maji. Maji yakija yanagonga hapa, yanasafiri. Kama yataingia huku, maana atateleza kwenye ile plaster yako, yatagonga hapa, yanasafiri, yanaondoka. Teknolojia ndogo sana hii, wadau wangu, matakiwa muielewe nini maana ya nyumba hizi na kwa nini zinavuja. Umeona bwana? Sasa kwa elimu hii ambayo ninaitoa, wewe fundi unakwama wapi? Ukishamaliza kujenga kozi zako mbili, stop. Mwite fundi bati, anakugongea kenchi yako. Akisha kugongea kenchi yako, mwite fundi kujenga, anajenga kozi zako mpaka hii ya kulaza. Akishamaliza kujenga mpaka hii ya kulaza, mwite fundi bati tena, anakuja anafanya finishing. Akimaliza, mwite fundi tena wa kujenga, anapiga plaster. Ukishapiga plaster, andaa sheet cover ambayo itakayotoka hapa usawa huu kwenye huku kichwani huku mpaka mwisho. Sheet cover ikija inafunika. Lengo na dhumuni tufunike nini? Hii gap hii unayoiona ya huku. Yani hapa maana yake ufunike pap. Sheet cover inakuja inalala. Lakini nakuhakikishia na mvua hii na bati hivi nilivyoweka bila kufanya finishing yoyote, maji hayaingii ndani. Hivyo vitu vingine tunavifanya va extra kwa sababu ya kufanya nini? Tuhakikishe ubora zaidi. Lakini wadau wangu, paa langu ndio ili hapa. Kwa sasa hivi mimi na mteja wangu tunaenda stage nyingine ambayo ni stage ya plumbing na umeme. Stage by stage. Tukimalizana na nyumba hii, tukisema alhamdulillah tumepiga plaster, tumeshaweka lafu floor, tumeshafanya skimming, tunahamia huku sasa. Unaona huku? Tunahamia huku. Ambapo na kwenyewe huku ni the same tu na huku. Ile pale seble, ile pale jiko, ile pale choo cha public, ile pale chumba. Huku nako hivyo hivyo, seble, jiko, choo, chumba. Mpaka hapo wadau wangu, nini unakosa kwa Mr. House? Kitu gani ambacho utakikosa kutoka kwangu? Kazi unaiona imeanza kwenye msingi. Tumeanza kubomoa nyumba ambayo ilijengwa na fundi mwenzetu, kaijenga kimiyeyusho. Tumeibomoa, tumejenga za kwetu, tumepaua, tumefanya finishing ya madirisha. Yani kila kitu kipo unakiona, na sio hii project ni nyingi. Umeona bwana? Kwa hiyo wadau wangu, to stay na mimi. Umeona bwana, namba zangu ndo hizo hapo, na nihitaji sehemu yoyote. Hivi kesho mimi nachomoka na ingia zangu Zanzibar. Kwa wadau wa Zanzibar, nakuja huko Mr. House, nakuja. Kesho niko Zanzibar. Kesho asubuhi niko Zanzibar. Naondoka na ndege asubuhi sana. Kesho asubuhi niko Zanzibar. Wadau wa Zanzibar, nakuja kwenu. Wadau wa Zanzibar, narudia tena, kesho asubuhi niko Zanzibar. Kuna dada yangu anaitwa Rukia huko, ametoka Ujerumani, amekuja, kuna nyumba yake tunaenda kuifanyia renovation. Maana yake mpaka sasa hivi mafundi washaenda na wapo huko. Kwa kesho asubuhi nipo Zanzibari. Naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe.